اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. Tukiwa tunaendelea katika kipindi hiki, pengine watazamaji wangependa kupata angalau mfano wa huu muujiza ili tupate maana halisi ya kile tunachokizungumzia. Mfano wa muujiza iko mingi, labda nikupe mfano mmoja ambao leo Marekani na washirika wake wametumia trillions. Yani Marekani trillions manake wametoka billion wameenda mpaka trillion. Wametumia pesa nyingi sana kwa ajili ya kuthibitisha muujiza mmoja tu ambao upo katika Qur'an. Kiufupi ni kwamba miaka 5 kabla ya hijra, yani miaka 5 kabla mtume hajahama kutoka Maka kwenda Madina, wasioamini walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia Muhammad, sisi hatukuamini kama wewe ni mtume wa kweli, hatuamini, lakini ukitaka tukuamini nataka utufanyie muujiza. Ina maana wao wanahitaji muujiza. Huo muujiza ambao tunazungumza si la kawaida, lilotokea tofauti na uhalisia wa kibinadamu, kwa maana halisi kama tulivyozungumza ya muujiza. Wakamwambia tunataka upasue mwezi vipande viwili. Huu mwezi ambao tunauona wanataka mtume sallallahu alaihi wasallam aupasue vipande viwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasali, akamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akanyosha kidole chake kitukufu kwenye mwezi ukapasuka vipande viwili. Qur'ani ikaja ikasema iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar, yani saa imekaribia na mwezi umepasuka. Wale wasioamini wakawa wameliona ile tukio kwa macho yao, yani wameona vipande viwili vya mwezi, kipande kimoja kiko huku, kipande kimoja huku. Wakasema sahara na Muhammad, haiwezekani, Muhammad ametufanyia kiini macho. Narudi kule ambao tulikuwa tunazungumza kama kuna kiini macho na kuna muujiza. Wakasema haiwezekani, hiki ni kiini macho, Muhammad ametubadilisha macho, sio kweli. Lakini walikuwepo kailun ni watu ambao hawako upande wa mtume wala hawako upande wa wasioamini, wako kati na kati. Wakasema Muhammad hana uwezo wa kuwafanyia kiini macho watu wote. Kama atakuwa kabadilisha watu macho, itakuwa amebadilisha macho watu ambao tuko nao hapa. Tusubiri msafara ambao utaingia hapa Maka tuwaulize. Kwa bahati ukaingia msafara kutoka Albadia. Walipofika watu wa Albadia wakawaambia, hivi ni watu wa Albadia, kuna tukio lolote ambalo mmeliona tofauti kwenye mwezi? Watu wa Albadia wakasema naam, wakati tunakuja na msafara wetu tumeona vipande viwili kwenye mwezi, kipande kimoja upande mmoja wa mlima, kipande cha pili sehemu ya pili ya mlima. Pale fa amana man amana wa kafara man kafara, yani wakaamini walioamini na wakakufuru waliokufuru. Waliokufuru wakamnyosha kidole mtume sallallahu alaihi wasallam, wakasema tumekubali Muhammad, wewe ni gwiji katika magwiji wa uchawi. Pamoja na kwamba wameona muujiza, lakini wanasema ni uchawi. Na waliposema kwa masuala ya uchawi, maana yake wanazungumzia hicho kitu. Qur'ani ikashuka pale. Allah akasema wa in yarau ayatan yuridhu wa yaqulu sirrun mustamir. Wanapoona kwa macho yao alama zetu za wazi kabisa, wanasema huu ni uchawi unaoendelea. Kwa hiyo nataka nikushibirishie ndugu yangu Abdul Khattab au bwana Marashi na watazamaji wanaotutazama katika Allen TV, na kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwahi kupasua mwezi vipande viwili. Mtazamaji, tukiwa tunaendelea na kipindi, kuna mengi ambayo utaweza kuyafahamu kupitia kipindi hiki cha muujiza wa sayansi na Qur'an. Labda kabla hatujaendelea, na kuna hadithi, maelezo yoyote ambayo inazungumzia juu ya swala hili ambalo unalizungumzia, na je, kuna historia yoyote kati ya hii? Ipo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi ya 389 katika Sahihi Bukhari imeeleza kisa hiki chote ambacho tumekieleza hapa kwa ufupi, lakini katika hadithi ya 209 katika Sahihi Bukhari vile vile katika kitabu cha 6 hadithi ya 60 vile vile imeeleza tukio hili kwa urefu. Kwa hiyo kwa wale ambao watakuwa na vitabu vya hadithi vya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama watapitia wataweza kuziona hadithi hizi kwa urefu. Lakini pia tuna historia pale India. Kuna mfalme alikuwa anaitwa Chakravarti India, ambaye alikuwa ni King of Malba. Historia inamshuhudia kwamba yeye aliwahi kuliona tukio hili. Lakini tukio hili vile vile lina historia pale Persia, Madridi na Peru.
lakini bado vile vile katika library, katika maktaba ya Uingereza kuna kitabu kinaitwa Muhammadur Rasulullah. Kitabu kimeandikwa na M. Hamidullah, kimeeleza tukio hili vile vile la kupasuka kwa mwezi vipande viwili, ambalo kina reference nafikiri ni 2807-157, nafikiri 213, limeeleza tukio hili kwa urefu. Mwanzoni ulisema sayansi ya leo imetumia mabilioni ya pesa katika kuthibitisha haya matukio, na hebu tuendelee katika hili. Kweli nilisema kwamba Marekani na washirika wake wametumia trillions kwa ajili ya kuthibitisha huu muujiza mmoja tu aliofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kiufupi ni kwamba Profesa Zaghloul Al-Najjar, yeye ni profesa wa geology wa Kiislamu, ni profesa anaokubalika sana katika zama hizi ambazo tuko nazo. Amefanya kazi nyingi sana za geology za Kiislamu. Alikuwa anafanya lecture pale Cardiff, Uingereza. Lecture ilikuwa inahusu Qur'an na science. Baada ya kumaliza kufanya lecture, mwana mmoja akanyoosha kidole akamwambia, wewe ndio profesa wa geology wa Kiislamu. Katika Qur'an kuna sura inaitwa Suratul Qamar. Aya ya kwanza katika Suratul Qamar inasema iktarabati saa wa shakal qamar. Saa imekaribia na mwezi umepasuka. Kwa hiyo Qur'ani inaeleza kwamba mwezi umepasuka vipande viwili. Yule bwana anamwambia profesa wa Kiislamu Zaghloul Al-Najjar, anamwambia, what I want is a scientific evidence how the moon was split. Nipe ushahidi wa kisayansi, niambie mwezi umepasuka vipi, kitu ambacho hakiingia vipi, baada umerudi umejiunga umekuwa kitu kimoja. Anamwambia nakupa consideration, angalizo katika jawabu utakalonipa. What I need is a scientific evidence, nipe ushahidi wa kisayansi. Since we are living in the age of science and technology, tunaishi katika zama za sayansi na teknolojia. Kwa nataka unipe ushahidi wa kisayansi. Mwezi umepasuka vipi, umejiunga vipi? Usije ukaniambia mwezi umepasuka umejiunga alafu kaniambia Allahu wa Rasulu aalam, sitakuelewa. Nataka scientific evidence. Zaghloul Al-Najjar, profesa wa Kiislamu, akamweleza historia kama ambavyo nimeeleza ilitokea tukio hilo wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamweleza historia yote jinsi tukio lilivyokuwa limetokea. Lakini katika ile hadhara alikuwepo Musa Daud Pedcock. Pedcock yeye alikuwa ni makamu mwenyekiti wa chama cha Waislamu wa Uingereza. Baada ya kujibu ile swali akaomba kutoa comment. Akasema, jamani, mimi naomba kucomment katika ile swali kwa sababu aya hii ya kwanza na ya pili ambayo imeeleza tukio la mwezi kupasuka vipande viwili ndio imenifanya mimi leo nimekuwa Muislamu. Kabla hapo mimi sikuwa Muislamu. Nimetumia miaka mingi sana kufanya comparative religion. Nilikuwa nafanya utafiti, nalinganisha dini gani na dini gani ni dini ya kweli. Mabudha wamenipa vitabu vyao, Wahindu wamenipa vitabu vyao, nimepewa vitabu vya dini nyingine mbalimbali. Nimechukua vitabu najaribu kuangalia na hangaika ukweli uko wapi? Dini ya kweli iko wapi? Anasema mpaka ikatokea siku nikapata bahati nikapewa Qur'an. Anasema nikachukua Qur'an nikafika nao nyumbani. Nimefungua Qur'an nisome, aya kwanza kuisoma inasema iktarabati saa wa shakal qamar. Saa imekaribia na mwezi umepasuka. Anasema nikalinganisha na vitabu vingine ambavyo nimesoma, nikaona hichi kitu hakiingii katika akili yangu. Mwezi umepasuka vipi? Kuna tukio gani la kupasuka mwezi? I don't have an idea. Anasema Pedcock, nikachukua Qur'an nikaifunga, nikatia katika draw. Anasema sikutegemea katika maisha yangu kama itatokea siku nitafungua tena Qur'an, kwa sababu nimeona haina tena faida na mimi. Haikumuingia, nimeona kitu ambacho hakiwezekani. Baadaye anasema it passed the years, ikapita miaka mingi. Anasema siku moja Allah subhanahu wa ta'ala ameniwezesha, nimekaa niko sitting room naangalia TV, naangalia program ya BBC. Program inaendeshwa na mtangazaji maarufu wa BBC anaitwa James Buck. James Buck alikuwa na wahoji wanaanga watatu wanaokwenda katika anga za mbali. Anawauliza wanaanga, mnatumia gharama kiasi gani kufanya safari moja ya kianga? Mwanaanga mmoja akamwambia, kwa safari za kawaida tunatumia dola milioni 100. Akashtuka James Buck. Akamwambia, mbona mnatumia gharama kubwa sana? Hizi pesa zingesaidia jamii, kuna maskini, kuna maradhi. Kwa nini hizi pesa zisingetengwa zikapewa kitengo maalum kwa ajili ya kusaidia masuala ya kijamii?
katika hali ya kujidefend ili kile wanachokifanya kionekane kiko sahihi. Mwanasayansi mwingine akamwambia James Buck, hii pesa ndogo sana. Safari ya kwenda kwenye mwezi imetugharimu dola bilioni 100. Tunapozungumza dola bilioni 100, tunazungumza kiasi kikubwa sana cha pesa. Naam. Akashtuka James Buck akamwambia, mmetoa dola bilioni 100 kwa ajili ya kwenda kuweka bendera ya Marekani tu kwenye mwezi? Mbona mmefanya uharibifu mkubwa wa pesa? Kitu gani kikubwa mmefuata? Yule bwana akamwambia, hata hii pesa isingetosha kumfahamisha mwanadamu tulichokiona katika mwezi, na bado mwanadamu pia asingeamini. Akashtuka James Buck akauliza, what great thing is that? Ambaye yeye ndio alikataa yale yaliyokuwa kwenye Qur'an kwa kuoneshwa lile tukio la kupasuka kwa mwezi. Anasikiliza sasa pale, anasikiliza katika TV mahojiano kati ya wanaanga na mtangazaji wa BBC James Buck. Yeye yuko pembeni anasikiliza. Anaambiwa, mmetoa dola bilioni 100 kuweka bendera Marekani kwenye mwezi. Yule bwana anamwambia, hata hiyo isingetosha kumfahamisha mwanadamu tulichokiona katika mwezi, na bado mwanadamu asingeamini. James Buck anauliza, what great thing is that? Kitu kikubwa namna gani? Yule bwana akatoa jawabu mwanaanga, jawabu ambalo mimi napenda kusema kama lingezingatiwa katika akili za wanadamu lingetosha kuislimisha dunia nzima ikawa Waislamu. Akasema, tumetumia Apollo 10 na Apollo 11, tumepiga picha katika mwezi, tumekuta katika mwezi kuna rock belt, kuna alama ya mpasuko mwanzo mpaka mwisho wa mwezi, alama ambayo imekwenda deep, imekwenda chini kabisa ya mwezi. Anasema tulipochukua hizi picha tukawapelekea watu wa geology, baada watu geology kukaa na hizi picha kwa muda mrefu, baadaye wakaja wakatuambia kwamba hii alama, hii rock belt inaonekana ni impact, ni mgongano wakati vipande viwili vya mwezi vinajiunga. Akauliza, kwa nini vinajiunga? Akawaambia, mwezi uliwahi kupasuka zamani vipande viwili, halafu baadaye ukarudi ukajiunga ukawa kitu kimoja. James Buck anashtuka, anaangalia BBC, anasema, hiki ndio ambacho nimekisoma katika Qur'an. Anarudi kufungua Qur'an, anakuta Qur'an inasema, iktarabati saa wa shakal kamar, saa imekaribia na mwezi umepasuka. Anasema hii ndio ikawa sababu huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikun.